kwa maisha yake. Nashukuru Mungu kwa kanisa hili na najua tunaenda mbali. Kwa hivyo tupige makofi yetu tunapomkaribisha Reverend tupe neno la siku hii ya leo. Bwana asifiwe. Praise God. Shangwe na vigelegele tabeni. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. Mama ananiambia ni dance kidogo na nimedance sana. Na Mungu awabariki sana. Hasa nyinyi ambao Mungu aliwasaidia wakati wa Pasaka mko mjini. Bwana Yesu asifiwe. So many people called me wakiwa wamesafiri. Na najua watashiriki penye wamesafiri. Hallelujah. Na labda kuna wengine pia wanaosafiri lakini walipoona for you, I don't take it for granted. Bwana Yesu asifiwe. For the interest of time, I just want to go straight away to the word of the Lord because that is what we need more than anything else. The Bible says that a man cannot live by the bread alone or only, but by every word that comes from the mouth of the Lord, which is his word. Kwa hivyo Mungu akikuwezesha sana ukiwa unakula hili neno each and every time. And I think for those who knows me better, wanaweza wakashuhudia mimi penye kuna injili huwezi ukanikosa. Hata kama sio mimi na ubiri. I think mimi ni miongoni mwa wale wachungaji wachache ambao wanapenda kuhubiriwa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ukinialika kwa mkutano na sihubiri, I'm not offended. I'll come, sit down, listen to the word, and I get blessed. And that is the best thing we can do. Hallelujah. Tuko katika msimu wa Pasaka. Praise the Lord. Na Pasaka watu wengi husherekea kwa namna tofauti na tofauti. Lakini the reason why Pasaka or Passover ni kitu ambacho kalenda ya mwanadamu anaishi ina indicate na kila mwaka watu wanasherekea ina sababu yake. Bwana Yesu asifiwe. Na the Passover is well known or well defined by the blood. And not just the blood, but the blood of the Lamb. Allow me to teach you this today. If you want to define a Passover, you must start by the blood of the Lamb. Watu wengi wanaidefine kwa kukusanyika mahali pamoja, wanaabudu. Wengine watabeba ishara ya msalaba, watembee nayo. Wengine wataenda manyumbani, waweke sherehe. Wengine ni watasafiri waende holidays. By the way, there is a season I traveled to Mombasa during Passover. Tulikuwa na mkutano na ikahappen kwamba imeland on an Easter. So coming back, ndio nilijua sio mchezo. Bwana Yesu asifiwe. Because there was no space kwa train, hakukuwa na space kwa flight, hakukuwa na space kwa magari. I remember we had a preacher there who was to have a meeting in town, Nairobi. Tulitafuta means yote ya train, tukatafuta hata malete, missed bookings na nini. Later on tulipata ndege ambayo ililipisha double. Because by then ilikuwa ni 12,000 lakini walilipisha 24,000 per person and they to go to them. Sisi wengine tuliamua kutumia hiyo Monday kwenda kwa bahari, tungoje Tuesday ndio tupate usafiri. Bwana Yesu asifiwe. Yani people celebrate in different ways. Bwana Yesu asifiwe. Lakini I've said you cannot define Passover without the blood of the Lamb. And that's why today I want to preach about the power of the blood. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu za damu. I'll be able to elaborate
more about the blood, but I will major on the blood of the Lamb, because that is where our main topic is. Exodus chapter 12, verse 21. Exodus chapter 12. I want to read verse 21 down to verse 27 by the grace of God. I'll be reading from the NIV version. If you have another different version, there's no problem, just read from there. After all, we will center up on the message defined by the Holy Spirit. The Bible says, Then Moses summoned all the elders of Israel and said to them, Go at once and select the animals for your families and slaughter the Passover lamb. Take a bunch of hyssop, dip it into the blood in the basin, and put some of the blood on the top and on both sides of the door frame. None of you shall go out of the door of your house until morning. When the Lord goes through the land to strike down the Egyptians, he will see the blood on the top and on sides of the door frames, and will pass over. In fact, I want you to understand in verse 21 kuna Passover yenye imeunganishwa. I don't know whether your Bible states the same. And we are coming to verse 23, tunapata Passover yenye imegawanyishwa mara mbili, pass and over. Bwana Yesu asifiwe. Amen. It is good to study your Bible. And will pass over the door frame, and he will not permit the destroyer to enter your houses and strike you down. Obey these instructions as a lasting ordinance for you and your descendants. When you enter the land that the Lord will give you as he promised, observe this ceremony. And when your children ask you, what does this ceremony mean to you? Verse 27. Then tell them, it is the Passover sacrifice to the Lord, who passed over the houses of the Israelites in Egypt and spared our homes when he struck down the Egyptians. Then the people bowed down and worshipped. Hallelujah. Amen. You know, this is a very interesting passage in the Bible, and anytime I go through this, I feel so much secure in Christ. Hallelujah. The Bible says that Moses summoned all the elders of Israel. In simplicity, we can say that Moses summoned all the pastors, because he was like the senior pastor or even the bishop or so. So he had to summon all the elders of Israel and say to them, go at once and select animals. Nataka munisikie vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Maana in their understanding they knew that since a time had come for them to passing over from Egypt to Israel. Na kwa sababu walikuwa wamehakikishiwa kwamba you are going to pass over and go to the other side where God had promised you, and now a time has come, then they had to make a celebration, which the celebration was to allow them slaughter animals. Bwana, mimi nakwambia ukienda maisha yako sisi kama town imefanya hivyo. Sasa hivi kuku zimeumia sana. Mbuzi zimeumia sana, kondoo wameumia. Sasa hivi kila butchery ndio wanajua kuuza nyama, wanaweza uza. Bwana Yesu asifiwe. So it is in line with what the Israelites did while in Egypt. Akamwambia kwamba select the animals for your families and slaughter them. So kukawa kuna sherehe ambayo iliwabidi waende wakatafute aina ya wanyama wowote ambao wataweza. Lakini on top of that
inasema kwamba a slaughter, the Passover lamb, as much as they were to slaughter other animals, it was also a must for them to slaughter the Passover lamb. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi walikuwa wanachinja nini, hata kama walikuwa wanachinja ng'ombe wale ndume wakubwa because they have money. Hata kama walikuwa wanachinja the most expensive meat, I don't know, nowadays people say that the meat of turkey ndio inauzwa pesa mingi sana. Haijalishi ulikuwa mnakula nyama gani, pale ulikuwa mnaambiwa ni lazima mchinje pia mwana kondoo ambaye sasa ni wa hiyo Pasaka. Bwana Yesu asifiwe. And the Passover lamb was to be slaughtered and take a bunch of hyssop, dip it into that blood. Kulikuwa na damu nyingi, lakini damu ya mwanakondoo ndio iliyokuwa inahitajika ikafanya kile ambacho kilikuwa kinahitajika. Bwana Yesu asifiwe. I want to get this away. Kulikuwa na damu nyingi sana, lakini damu ambayo ilikuwa inahitajika ni ya mwanakondoo. Na wakati Biblia inasema kwamba take the bunch of hyssop, dip it into the blood in the basin and put some of the blood on the top and on both sides of the door. Yaani kwenye ule mlango juu kabisa ilikuwa inahitajika uweke damu. Na hiyo damu ikuwe upande wa ndani na ikuwe upande wa nje. Bwana Yesu asifiwe. So waliokuwa ndani ya nyumba walikuwa wanaona damu ya mwanakondoo. Wale wenye wako nje wanaona damu ya mwanakondoo. Na wakati hiyo ilikuwa inafanyika, Biblia inasema kwamba na hakuna yoyote miongoni mwenu atakayeenda nje hadi asubuhi, because it was a mission. Bwana Yesu asifiwe. The power of the blood. Now let me say this. Damu watu huwa wanaichukulia kwamba ni jambo la kawaida katika mnyama wowote ama mwanadamu. But kuna nguvu katika damu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Kaini alikuwa ameua ndugu yake Abel, Mungu akamwambia kwamba damu ya ndugu yako inanililia kutoka kwa mchanga. Bwana Yesu asifiwe. Maana hiyo damu inaishi kwa sababu ya ushuhuda fulani ama kwa sababu ya jambo fulani litakalotokea. I had a friend of mine recently, tulikuwa tunaongea, akasema hapo Joska kuna mtu aligongwa na gari. So alipogongwa na gari, of course walichukua mwili wakapeleka mochari. Lakini baada ya siku kadhaa, wakati sasa familia ilikuja kuchukua huo mwili peleke nyumbani, kabla iende ipeleke mwili nyumbani, walikuja hapo kwa hiyo scene, wakachota mchanga, wakafuga vizuri, wakaenda naye pamoja na mwili. Bwana Yesu asifiwe. You may not know what they did with that soil, but because the blood was there, the blood was to speak something. Bwana Yesu asifiwe. Na kila mara wakati tambiko zinafanyika za aina yoyote ile, utapata damu inahusishwa katika hayo mambo. Bwana Yesu asifiwe. There is a time I used to see in our villages ya kwamba mtu angekuwa ameshukiwa kwamba ameua mtu. So familia wakati wamekaa chini, wameelewana, wamefanya hayo mambo ya kuelewana, wamemaliza, walikuwa wanachukua kondoo, wanaichinja, alafu sijui wanachukua matumbo yake hiyo na nini wanafanya. Kuna vitu zenye wangefanya by then, I can't remember very well, but I used to see such a things happening. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wowote kungetokea na jambo ambalo lilikuwa linahusisha transition yoyote ile, damu ingehusishwa. Bwana Yesu asifiwe. You may wonder what normally happens wakati mheshimiwa anaenda mahali amepeana pesa mingi sana, maybe it was a fundraise, na hizo pesa zimekuwa zenye zitasaidia the institution ama hiyo familia ama nini kwenda kwa kiwango kingine, yani kutoka mahali ambapo aende kwingine. Ulikuwa unapata hata yule kiongozi angepewa mbuzi aende na akifika immediately itachinjwa. Bwana Yesu asifiwe.
awe anakula ama akuli, lakini itafanya nini? Itachinjwa. Alitusi wakati wa Moi angeenda Harambee akosa kupewa mbuzi, lakini hizo mbuzi hakuzifuga zote. Bwana Yesu asifiwe. Maana katika ile hali ya kuchinja huo mnyama, hiyo damu lazima iwe inaongea. Na sasa hapa damu ya mwanakondoo ambaye ni Yesu Kristo, damu yake kabla hata ya kifo chake msalabani iliwekwa kwenye kazi wakati wa Musa. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mimi hupenda evidence. Wacha tusome mstari fulani. If you have your Bible, read for me John chapter 1 verse 29. John chapter 1 and verse 29. Because niliwaambia nataka niwafunze, so let me teach you this evidence so that you can understand. The next day, John saw Jesus coming towards him and said, Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Amen. The next day, John saw Jesus coming towards him. He said, Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. So Jesus is the Lamb which we are now talking about here. We cannot discuss the Passover minus Jesus Christ. But let's just review. We cannot define Passover without Jesus Christ. So the lamb which God had commanded Moses to summon the elders of Israel and to say to them that select the animals for your families and slaughter the Passover lamb, he meant Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Yesu alipoingia katika dunia hii, kusudi lake la kwanza kubwa sana lilikuwa afanyike dhabihu, a sacrifice, ili damu yake hiyo itakapomwagika, dhambi, shida, matatizo na mambo ambayo yanahangaisha Wakristo yafike mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Where we are just reading in Exodus chapter 12 verse 23, the Bible says, when the Lord goes through the land to strike down the Egyptians. Now you see there is a mission which the Lord has in this land of the living. Ya kwamba akiwa hapa anahakikisha ya kwamba wale watu ambao ni maadui ana deal na wao. Praise the Lord. So when the Lord is doing this kind of work, anahakikisha ya kwamba wale watu ambao ni wa Misri, hallelujah. We may not talk of a nation, but we are talking of people who are not in line with the Lord. And not only that, we are talking about the people who are tormenting the children of God. Bwana Yesu asifiwe. That is the clear definition. Wale watu ambao walikuwa wamehangaisha wana wa Mungu walikuwa ni wa Misri. Na kwa hivyo, kwa sababu Mungu alikuwa amekusudia akasema, wawachilieni Waisraeli waende, na ikawa hawajaenda, wameshikiliwa. Na pale akawa ameamua, nitaangamiza all the festivals wa wanyama na wa wanadamu. Lakini aliposema all, alikuwa amemaanisha hata Waisraeli pia wangekuwa affected. Only if wangechukua ile damu na waiweke kwenye mlango juu upande wa ndani na wa nje, ili wakati yule malaika atakapokuwa anapita, akipita asione wale Waisraeli awaangamize, maana yule malaika alikuwa ni wa kuangamiza. So it was to spare the Israelites. Bwana Yesu asifiwe. Now, in that verse 23, the Bible says, he will see the blood on the top and sides of the door frame, and will pass over that doorway. Atapita
kwenye huo mlango. Kwa hivyo sababu kubwa ya kusherekea Pasaka, Bwana Yesu asifiwe, ni kwa sababu ya kuelewa ya kwamba katika hali ambayo tungeangamia, malaika wa kuangamiza alipita kwenye mlango wetu akatuacha tukiwa salama, na sisi tukaendelea vyema. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaweza kuwa haujaona jambo la maana sana maishani mwako, lakini wacha nikwambie, Mungu ambaye alisababisha ukaona hii Pasaka na usherekee hii Pasaka, alikusudia ya kwamba wewe you should be among those who will witness the Passover of the angel who is destroyed. Bwana Yesu asifiwe. Passover. Now let me ask you, do you know, I don't know, but may the Lord have mercy on us. Do you know ajali mingi zinafanyikanga sana wakati wa Passover? Bwana Yesu asifiwe. Nimekuwa nikiombea hilo jambo sana nikikanusha. Maana the real meaning ya Pasaka haijakuwa ikifanyika hivyo. Unasikia gari imeanguka, imeua watu 15, imeanguka, na yote ilikuwa ni msimu wa Pasaka. By the way, there is a time I was traveling to Eldoret wakati wa Pasaka, na one of the drivers ambao nilikuwa namtambua vizuri sana kwa sako moja, na akawa shupavu sana. Jamaa aliendesha gari akafika mahali akashindwa. Ametafuna miwa, macho imekataa. Anafika mahali anasimamisha kidogo, anaweka uso nje, ananawa uso, akafika mahali akaona amelemewa kabisa na tumefika kwa msitu fulani. Akasema simu niruhusu niweke tu kando kidogo tupumzike. Watu wakamuuliza, wewe unajua mahali penye unataka weke gari? Hapa ni msitu katikati. What do you expect? Akasema kweli mimi nimelemewa. I cannot move even an inch. Penye nimefika hapa sasa ni mwisho. Mwacha nilale kidogo. Jamaa mmoja akauliza, na kuna mtu mwenye anaweza endesha hapa gari kweli? Angalau atutoe kwa hiyo msitu, maana huyu jamaa ameisha kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Nikachukua ujasiri nikasema let me drive this car. Tutoke hapa, na nikaendesha tukafika mahali jamaa kama amepumzika kidogo, akachukua gari akaendesha. Ndio akawa ananiambia nimeendesha gari siku 3 sijafunga macho. Yaani unatoka Eldoret tunafika Nairobi unapata Morenga imejaa. Unatoka, unafika hivi Eldoret tunapata imekungoja unarudi. So 3 days huyu jamaa hajafunga macho. Niambie what the devil can use mtu kama huyo kufanya. And I think it is the same way the devil is trying to do. Unapata misimu kama hii, wakati kuna damu ya Yesu ambayo inakomboa watu, na pia kuna nguvu zingine za zile damu za giza zinatafuta damu kwa wanadamu ambao hawana ufahamu. And that is why kama kuna siri nataka tupate sisi wote wapendwa, wakati unajua unasherehekea sherehe ya Passover, wewe umechinja kwako kuku ama kondoo ama mbuzi ama sijui nini, ama haujachinja, ujue kwamba kuna damu ambayo ina nguvu na ilitiririka msalabani kwa sababu yako. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Yohana akasema, tazama yule ni mwana kondoo wa Mungu ambaye anakuja, na alikuwa anamaanisha Yesu. Kwa hivyo gharama zote ambazo zinaweza zikaleta uchungu katika maisha yako, inafaa utambue kwamba kwa sababu ya Pasaka wewe mahali pale ulifanya nini? Ulipita salama. Bwana Yesu asifiwe. Maana malaika ambaye anahusika alichukua nafasi yake na akafanya kazi yake. Biblia inasema, and he will not permit the destroyer to enter your houses and strike you down. In fact, this is the reason why nilitaka sana nitangaze haya mambo haya na muyasikie vizuri kwamba there will be no any permission of the destroyer to enter your house. Amen. Kwa hivyo ukikaa hivi na unasema because of the Passover, I want to emphasize on that. Na kama Biblia yako ni yako, underline that and know that is what the Lord said. And he will not permit the destroyer to enter your houses and strike you down. Yale mambo ambayo yamewekwa kwenye nyumba yako yamepangiwa, Mungu katika damu ya Yesu Kristo
amekukinga na hayo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani inafaa ujue ya kwamba kuna mauti ambayo haifai iandame nyumba yako, maana wewe tayari umelindwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna magonjwa ambayo hayafai yaandame maisha yako kwa sababu wewe umelindwa. The destroyer cannot enter your houses. What a guarantee. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Just because of that Passover, the angel who could strike something in your house has passed over. Kwa hivyo natamani uwe na ujasiri wa aina fulani ndani mwako. Let your heart be full of courage. Ujue ya kwamba during this Passover, the angel who destroys has passed over. And not just passed over out of the door of your houses. Sisi wote vile tuko hapa tuko na manyumba zetu. Hebu imagine hata wewe umeenda tu kulala ukiwa na amani. Unajua kwa sababu ya ishara ya Pasaka. We will read that towards the end. Because of the sign of this Passover. And by the way, a Passover should be like a birthday. But let's was a few. Now let me bring it to that revelation. Mungu akikuruhusu uone Passover, inafaa ukue unakaa na amani, unasema hata ile Passover ingine nitafanya nini? Nitaiona. Kwa sababu Mungu amenilinda wakati huu na atanilinda hiki kipindi chote mpaka tena nikanyage katika ile Passover ingine. Kwa hivyo wakati wewe unaposherehekea Pasaka, inafaa ujue ya kwamba hii Pasaka ninapoisherehekea katikati ya hii na ile ambayo itakuja, nothing wrong will happen to me. Bwana Yesu asifiwe. That is the real meaning of the Passover. And another thing, the Passover must be a reason for you to transit from one lane to another lane, or from one side to another side. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona umefika hii Passover kabisa, hata kama wewe haukukuwa na chapo yenye watu walikula wakasherekea wakaenda Mombasa wakaenda wapi, inafaa ndani mwako ujue kwamba the other coming one sitakuwa hivi, because there is a transition, there is a Passover which will take me to the other side. You know, wakati wana wa Israeli walikuwa wanaambiwa haya maneno, kitu ambacho kilikuwa kinafanyika, walikuwa wanajua ya kwamba baada ya hayo mambo yote watatoka Misri, wataenda wavuke bahari ya Shamu na waende mahali ambapo Mungu alikuwa amewaahidi. So chochote kile ambacho Mungu amekuahidi, ni lazima ujue kwamba ukiona siku hii umeiona, umeidhibitisha, ujue hicho kitu kiko njiani kinakuja. Bwana Yesu asifiwe. The Passover was an assurance to the children of Israel ya kwamba lazima mtafika katika nchi ya ahadi. Hallelujah. And I thank God because of Joshua and Caleb, because they understood this very well and they took it for him. Na wakasema huko lazima tutafika. It doesn't matter what happened. Bwana Yesu asifiwe. Basi na pia wewe lazima ujue kwamba kuna jambo ulikuwa umelitarajia sana in your life. Na kwa sababu hilo jambo ulikuwa umelitarajia, ujue kwamba this is a season where God is making you attain what you had expected. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesterday my wife and I, we were talking and budgeting so many things which we don't have, but we saw them coming. Bwana Yesu asifiwe. Tunapanga shamba ya kanisa ikuwe hivi, maisha ikuwe hivi, watoto wakuwe hivi, ya mambo. Yani, you know, the things of faith are so funny. Bwana Yesu asifiwe. Because we understood we are in that mood of Passover. What is the meaning of Passover? Do you know what? Sasa tutuache Passover. Wewe unajua ile inaitwa pass out ya maskari. Yaani wakati unapata askari ako kwa pass out, pale anakuanga anatoka mahali penye alikuwa anahangaika, anaenda mahali sasa ambapo hapana mateso. Bwana Yesu asifiwe. Maana wakiwa kwenye kambi kule wakijifunza mambo ambao wanapitia ni magumu. There is somebody who told me, I don't know whether it is so or not. Maana alikuwa ananiambia maskari wengi wakishatolewa kwa kambi wakienda sasa penye
kupelekwa mara ya kwanza. Iwapo kuna season ya kama vita, kuna season kama ya maandamano ama nini, huwa wanatuma wale wenye sasa ndio vijana wametokea huko. Maana wale watu wanaenda huko wanalipisha ile uchungu walipitia, wakienda huko wapata ni maandamano, wanawalipa viboko kwa hiyo street kabisa bila huruma. Maana kuna mahali wametoka. Sasa wameenda kule kwingine, wameona hapa sasa lazima tung'are. Bwana Yesu asifiwe. And therefore, if that is a pass out to soldiers, what about Passover to the children of God? Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka nyinyi ambao mnasikiza hii injili, whether here in church or online, to be a testimony. Before tusherekee Passover ya 2026, wengine wenu mtakuwa mko na ushuhuda mkubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna kitu utashuhudia useme, this is what I was and this is whom I am, because of the Passover. The Passover must be real in your life. Maana wakati Mungu alisema ya kwamba, and he will not permit the destroyer to enter your houses and strike you down, then anything that was to strike you down, be it ugonjwa, kifo, maskini, kung'ang'ana, nini, it should not be part of you, because you have passed over that. You are now on the other side of enjoyment. Hallelujah. Si Mungu awasaidie wapendwa. Yaani ifike mahali ambapo itakuwa ni wewe unashuhudia unasema, this Passover is really in my life. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sikiza verse 24. Exodus chapter 12 verse 24. Inasema, obey this instruction as a lasting ordinance for you and your descendants. Sasa hapo kuna vitu Mungu anajaribu kuwapanga. Anawaambia sasa, haya ni mambo ambayo lazima muanze kuyazingatia na muwaheshimu, maana haya yanaenda kutendeka. Verse 25. When you enter the land that the Lord will give you. Oh, I love it. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna vitu Mungu anaenda kuwapea zenye hakukuwa nazo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anaenda kupata afya yenye hakukuwa nayo. Kuna mtu anaenda kupata utajiri yenye hakukuwa nayo. Kuna mtu anaenda kupata amani yenye hakukuwa nayo. Because the Lord is promising that he will give this. Observe this ceremony. So the ceremony ya Passover inakuwa observed because of something that has been given. Bwana Yesu asifiwe. Umewaipata mtu wakati wa sherehe, labda ni sikukuu ya Krismasi, mtu anakuambia mimi hata sina sababu ya kusherekea. Sina nguo, watoto hawana nguo, sina unga ya ngano, sina hata mafuta, hata rent sijalipa. So huyo mtu hana sababu ya kusherekea. Bwana Yesu asifiwe. A ceremony must be accompanied by some goodness. Na ndio maana Biblia inasema ya kwamba observe this ceremony. Why? Because the Lord has already given you the land he promised. The Lord has given you the peace he promised. The Lord has given you the health he promised. The Lord has given you the life he promised in Christ. The Lord has given you the liberation he promised in Christ. So kama kuna ahadi yoyote ambayo wewe umeibeba, saa hizi ni wakati wa kusema, I may have not celebrated this Easter, but the coming one I will celebrate. And that's the reason why many people are traveling all over. Bwana Yesu asifiwe. Nimeona inaitwa nini ya Citizen, you travel, walikuwa wanasema book this for Easter. Book, na unajua kwenye wanasema book, hata hawaongelei Kenya. Unasikia tu Europe, South Africa, Dubai, and people are going there. These people are celebrating because they have a reason to celebrate. Bwana Yesu asifiwe. Si next season iko tu ni wewe jamani. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nitakuwa ule pastor mwenye sina wingu, nitatulia, wewe uende Dubai urudi na uniletee sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. This is the real meaning of celebration. You have something to celebrate. Hallelujah. Amen. I think I love this verse. When you enter the land that the Lord will give you. When will he give you? This season that we are in. Tukienda hivi kitambo tufike ile Pasaka nyingine, pale Mungu atakuwa amekupea. And the Bible says, he will give you
as he promised. By the way, wewe umewahi kaa chini ukajiuliza Mungu ameniahidi nini? Bwana Yesu asifiwe. We are now going back to the Bible. Kaa chini ujaribu kujiuliza Mungu mimi ameniahidi nini? Mimi nimeambia ili kanisa na bado ninawaambia, I read a scripture na nikasema this is my promise. Maana that scripture in Psalms chapter 27 in verse 13 and verse and 14. Kuna mahali penye nasema kwamba, and I am confident of this, that I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo nilisema hata kama kuna mwingine aliichukua, nitaichukua pia, hiyo ni yangu. Yaani unaona katika hii dunia ya wanaoishi hii, sio paradiso penye tutaenda baadaye huko. Hapa I must see the goodness of the Lord. On Friday nimekuwa town, tukiwa tunaongea na rafiki yangu tukipanga kazi fulani. And that man was telling me, Pastor, mimi hii maneno ikienda sawa, nitanunua chopa. Kuna yenye nimeona inauzwa 300,000. Na mimi nikamwambia hata jana mimi nimeona ingine inauzwa 277 million. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia na hata wachana chopa. Unajua chopa sasa unashughulika tu hapa. I should just get a jet. If I have a meeting in London, I just call my pilot. We go to London. I don't wait for bookings. I finish my meeting and come back. Nikajua kumbe kuna vitu hazinanga maneno ya Kiswahili mzuri. Maana nilishindwa kwa nini hii hajaiframe kwa Kiswahili. Hata nikiwa na mkutano London, ninachukua tu ndege yangu ya kibinafsi hiyo ilete, lakini hebu sikia tu kwa English. I just get into my private jet. I call my pilot. Unasikia vile ndio hizo vitu zote unaona zinaunganishwa na uzuri fulani hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. And these are things that you should understand, it is your promise. So if you get to bump on one promise of the Lord, click on it and say, this I must see it in my life. By the way, I always tell people, if you are not my friend, learn to be my friend. Maana mimi lazima nitasikia mzuri sana. Na nikikupea lift hapo ndani twende na wewe hata ukinitembea tu bag na turudi, wewe utakuwa umeshinda watu wa jamii yako wenye hawajawahi enda na private jet. Bwana Yesu asifiwe. In fact, I always tell people, you don't need to get a flight for your very first time ukienda India kutibiwa. Ama kuna wajamaa nimeona wamepanda ndege kwa sababu wameenda kukombolewa, maji imewazingira mahali so hawezi wakatoka. Kuna jamaa mwingine juzi naye ameomba lift ya ndege, wengine walimnyima, akadai, akashika chuma akaenda nao juu kidogo. Don't be like them. Wewe Mungu akusaidie tu uwe na sababu. You should have a reason to observe this ceremony. Pasaka sio tu Pasaka, it is a ceremony. What does it take to have a ceremony? Lazima watu wakule mzuri, lazima magari yaonekane pale mazuri, lazima iwe kama kuna ndege zishuke hapo. So, imagine as a church if we can be having a Passover ceremony kila mwaka. Tunafanya ceremony mzuri yenye hata kama ni ibada hatuifanyi ya fasting. Tunaomba ndio, lakini tunakula mapochopocho. Bwana Yesu asifiwe. Tunatoa ushuhuda. Mtu anasema mimi the last Pasaka sikuwa hivi. Jamani ya Mungu muone nimeliko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Verse 26 the Bible says, and when your children ask you, what does this ceremony mean? Let me give you a revelation. There are people who will be listening to this gospel that I'm preaching, and they are not yet married. But if the Bible says, and when your children ask you, what does this ceremony mean? Which means, number one, you are entitled for the long life. Wewe utaishi maisha marefu na utapata ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwa sababu ya hiyo, ndoa yenu haitakuwa na utasa, lazima mtakuwa na watoto. Maana lazima muwe na watoto wenye watawauliza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. I think every Pasaka tutakuwa tunaombea wale wenye hawajapata watoto na wale wenye wanataka ndoa. Tutakuwa tunawawekea mikono ili neno litimie. Bwana Yesu asifiwe. And when your children ask you, what does this ceremony mean to you? Verse 27.
Then tell them it is the Passover sacrifice to the Lord. Now, the sacrifice we are talking about must be the sacrifice to the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndio watu hukosea. Maana katika sherehe kama hizi kuna watu wenye wameenda mahali na wameenda na mipango ya kando, wameenda mambo ambayo sio ya kiungu. Wengine wamefika ushago, wameamua sasa ni kutangaza ufalme wa giza. Wanasema mimi nitanunua pombe hii kijiji yote simply because ulikopa loan ukienda home. Now that is not what is supposed to be done. The Bible says it is the Passover of the Lord. Hiyo ndio kitu inafaa kuambia watoto wako kwamba this is the Passover of the Lord. And therefore if we have to celebrate, we must celebrate in the line with the Lord. Bwana Yesu asifiwe. I wish this can be understood well. We don't celebrate the Passover kwa sababu ya mambo mengine, ni kwa sababu ya the sacrifice that we have to the Lord, who passed over the houses of the Israelites in Egypt and spared our homes when he struck down the Egyptians. Now, lazima uwe na ushuhuda. Unajua Pastor Maniki amesema hapa kama uko na ushuhuda. I thought even everybody would have just come. You could have just come and give a testimony. Maana hawezi kosa ushuhuda. Hii neno lilikuwa linaongelea kwa wazazi ya kwamba uwaambie watoto wenu Mungu alitutendea haya. Tulipokuwa tuko Misri na Mungu akawa amejitolea kuangamiza wa Misri wote, wana wa Israeli wote walibakia. Na ndio maana sisi kama Waisraeli tuko na kizazi chetu hivi sasa, because the Lord spared our homes when he struck down the Egyptians. I have said this and I want to repeat it. Wakati Mungu alikuwa anafanya haya mambo, alikuwa amegeneralize. He had generalized that these people will be killed. All the firstborn will be killed. Because he was determined to do that to the land of Egypt. But in the same land of Egypt, the children of Israel were living there. Na ndio maana akawaambia mtachukua ile damu ya mwana kondoo muweke kwenye milango yenu. Damu ya mwana kondoo tunaongea nini? Nyumba zetu lazima ziwe na wokovu. Bwana Yesu asifiwe. I wish we can just understand this. As a mother, as a father, as a mature child in that home, make sure that you are emphasizing on the salvation. Because kwa sababu hatuwezi paka rangi ama damu kwa mlango, lakini tunaweza weka ishara ya wokovu, kwa sababu wakati Yesu alikufa msalabani alifanyika dhambi ili sisi tuwe huru. Bwana Yesu asifiwe. Announcement is very important. I speak this and I want to speak it categorically so that you can understand. It is very important wewe ukiwa mwanadamu unayeishi, egemea upande wa wokovu sana. Hakikisha nyumba yako inajua wokovu ni nini. Bwana Yesu asifiwe. If you want to exercise and feel the weight and the magnitude and the goodness of this Passover, you should have salvation in your house. It doesn't matter what it will take you. It doesn't matter what it will cost you. Hakikisha nyumba yako inajua Yesu ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Hakikisha nyumba yako inajua wokovu ni nini. Maana wakati huu ndio wakati ambapo watu wengi huwa wanakimbilia ibada za aina fulani wakiwa wanajua ya kwamba ni msimu wa Pasaka. But it is not about the season. It is about the testimony. Na ndio maana Biblia inasema tell them, waambie ni jambo ambalo lilifanyika. It is the Passover sacrifice to the Lord who passed over our houses. Bwana Yesu asifiwe.
Na kama kweli kuna jambo wewe haujalipata nzuri na kushuhudia, si Mungu akupe wakati huu jambo ukashuhudia. Bwana Yesu asifiwe. Akutende wema ili hata ukikaa chini uambie watoto wako kwamba hiki na kile ndio Mungu amenitendea. Bwana Yesu asifiwe. Wacha na ipejulikane pia na wewe umetendewa. And that's why I'm also preaching to myself. Prophetically I prophesy to myself. The next Passover, wengine wenu mtaona na mseme mazao pasi hata tuko tunadhania kwa hivi. Kumbe kuna vile Mungu amemwinua tu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vile alikuwa tunamcheki tu hapa mtaani tu atio hivi. Na siku hizi mazao kuna kitu bora amefanya. Bwana Yesu asifiwe. Ili na mimi nikikaa chini niambie watoto wangu, mnakumbuka kulikuwa hivi. Mnakumbuka kulikuwa hivi, na hata kama kuna nyamu kukumbuka na mjui. Mimi kabla nifike hapa kulikuwa hivi na hivi. You should have a reason for why you can give a testimony to your children. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, kuna sababu nyingi ambazo tunaweza tukaziweka pamoja na tukasema ya kwamba Mungu alitutendea. You know, when Christ died, I was just reading that this morning. Nikawa nasoma mahali ambapo Biblia inasema kwamba na Yesu akakata roho na ikawa ni saa 6 ya mchana. Na giza likatanda dunia kote mpaka jioni kwa masaa 6. Praise the Lord. Because even the blood of Christ, which was shed at the Calvary, was to remain as a testimony to those who know God and those who don't know God. Maana wakati giza lilitanda, hata wale maaskari maakida, the soterion, they saw it na wakasema truly this is the Son of God. Bwana Yesu asifiwe. I wish I get that scripture. Hebu tuende hapo. I think it's somewhere in Luke. Let me give you that scripture. I was reading it this morning. Hallelujah. Luke chapter 23 and verse 47. Hallelujah. Nataka tusome versions tofauti. My version says, the centurion, seeing what had happened, praised God and said, surely this was a righteous man. Who was another version? Because I wanted us to get to know what the Lord is saying. Luke chapter 23, verse 47. Verse 47, let me read it. New Living Translation. When the Roman officer overseeing the execution saw what had happened, and what is the best? When the Roman officer overseeing the execution saw what had happened, he worshipped God and said, surely this man was innocent. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unajua kuna watu wenye uchunguza tu maisha yako tu, wanaovasi tu kuhangaika kwako, wanaovasi tu kuteseka kwako, wanaovasi tu kung'ang'ana kwako. Yaani kazi yao ni kukusorora. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia inasema wakati hao walipoona hiyo na wakaona kile kilichotendeka. Oh, I love this. Si Mungu naye akutendea jambo na watu waone. Bwana Yesu asifiwe. Kama watu walikuwa wamekuzoea kwa njia fulani, wacha hii Pasaka iwe ni siku ambayo Mungu atakukumbuka akutendee pia wewe watu waone. You know there are some things people can see. Na waone waseme kweli huyu alikuwa ni mtu wa Mungu.
I love this gospel. Biblia inasema he worshipped God and said, yule mtu ambaye hangeweza muabudu Mungu aliona chenye kilikuwa kimetendeka akaamua kumwabudu Mungu. Ndio kuna watu wataokoka tu kwa sababu wameona Mungu amekutendea. You will not even evangelize to them. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu Mungu atakutendea, watu waseme huyo Mungu wako ndiye tunayemtaka. Bwana Yesu asifiwe. And that has been my prayer, and today that is my prayer. Ya kwamba wewe wakati utakuwa unataka kushuhudia watoto wako kitu, wache ukuwe na kitu ambacho kilitendeka, hata wale ambao walidhania hakitawahi tendeka kwako, wakione ili washuhudie. Hallelujah. This is the best gospel we can preach out there. Ya kwamba mtu akuone tu na ajaze message. Bwana Yesu asifiwe. I pray that something will happen in your life, because they saw what had happened. If something had not happened to you before, this is the season and this is the time. By the time we are coming to celebrate the other coming Passover, you will have passed over all the challenges of your life in the name of Jesus. Amen. That is what will happen. Hallelujah. Amen. The Bible continues to say, surely this man was innocent. Mateso yako yenye unateseka sasa hivi sio hata kuna dhambi umefanya. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaweza ona ukingangana ukipitia mambo waone kwamba wewe kuna dhambi ulitenda. No. Even Jesus had not done anything. I remember when I read and I got to understand that there is one sinner on the cross who was a thief. Akasema ya kwamba wewe kama ni mwana wa Mungu usijikomboe utoke kwa msalaba. Then the other thief said, this man has done nothing to deserve what is currently happening to him. But for us, we deserve it. Maana sisi tumetenda dhambi. So Jesus had not done anything. Na hata wewe usijihukumu. Bwana Yesu asifiwe. Usiende kwa magoti kutubu dhambi yenye wewe hata hujaitenda. Kuwa na sababu ya kusherekea ndani ya moyo wako. Useme ya kwamba Yesu alinifia msalabani, na kwa sababu ya hiyo anaenda kunitendea jambo lile ambalo maadui wangu, maasidi wangu wataona na wajue ya kwamba Mungu ni mwema. Hallelujah. Amen. The things of God are not like our ways. Mungu anakuanga na njia zake za kufanya. And I always tell people of God, Mungu akitaka kukutendea kitu, hawezi fuata protocol na njia ambazo ni za kawaida za dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu akitaka kukuelevate, Mungu akitaka kukupa ushuhuda, anaweza akatumia kitu chochote, mtu yoyote, wakati wowote ule, ahakikishe kwamba hilo jambo limetimia. Bwana Yesu asifiwe. And therefore, because of this Passover, you may not have captured so many things in Masago, but capture this. Kwamba this Passover, you must pass over to your great desires. Amen. Chochote chenye ulikuwa umekitamania lazima ukafikie mahali pale. Chochote ambacho tulikuwa tumekitamania kama kanisa lazima tufike pale. And I'm saying this as a prophet of God. Huu mwaka tutaenda nao tufike mwisho, tutakapokanyaga tena mwezi wa 4, which is another year of Passover. We will meet again to testify. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. We will have a service ambayo haitakuwa ya kuhubiri maneno mengi. Ni watu wakuja waseme Mungu amewatendea nini. Amen. So see yourself well today. Know yourself well today. And then get ready to testify what God will have done. Amen. And a secret I'm giving you, kama kuna vitu unavitaka saizi andika chini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Write them down. Ambia Mungu, during this period of time, before another Passover, let me pass over through this. Uandike 1, 2, 3, 4, 5. Next year, at a time like this, the Lord will have done for you. Amen. Bwana Yesu asifiwe. I say next year at a time like this, the Lord will have done for you. Amen. Because this God is a faithful God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Mimi nimemtumikia na ninamjua Mungu ni mwaminifu, na kwa sababu ya uaminifu wake I know he will do it, and when he do it, mimi langu litakuwa ni kumpa sifa na utukufu wote. Bwana Yesu asifiwe. Si Mungu awabariki sana wapendwa, tusimame kwenye miguu yetu. Nataka uwe tu na sababu ya kuambia Mungu asante because of this Passover. Ambia tu Mungu ya kwamba wewe umenisaidia, nimepita mahali hapa. Kuna mambo mengi ambayo kufikia sasa yangelikuwa yameniangamiza. Kuna mambo mengi ambayo yangekuwa yamefanyika kwa njia ambayo hata singelikuwa ninaishi hivi sasa, wala singelikuwa na sababu ya kuketi mahali hapa na nikatoa ushuhuda, lakini kwa sababu Mungu imekugharimu damu yako ambayo mwana kondoo alitoa kule msalabani, na umesababisha kwamba nimeona wema wako Mungu, acha na ukapate sifa na utukufu. Ni kwa sababu wewe ni mwema. Ambia tu Mungu ni asante ya kwamba amekuwa mwaminifu kwako katika jina la Yesu Kristo. Amekuwa mwaminifu kwa mume wako, amekuwa mwaminifu kwa mke wako, amekuwa mwaminifu kwa watoto wako, amekuwa mwaminifu kwa wazazi wako, amekuwa mwaminifu hata kwa mapato yako. Watu wameangamia, watu wamehangaika, watu wamekuwa katika changamoto nyingi, lakini wewe unasherehekea Pasaka hii ukiwa una sababu ya kusema ni asante. Ambia tu Bwana ni asante, maana hata kuna mambo ambayo unaenda kuyatenda, nami nitashuhudia kwa watoto wangu, watajua ya kwamba ilimgharimu mkono wake Mungu, ya kwamba nikafanyika hivi, iligharimu mkono wake Mungu, na tukafika mahali ambapo tumefika katika jina la Yesu Kristo. Ambia tu Bwana ni asante kwa sababu yeye ni mwema. Hakuna jambo lolote ambalo hawezi akalifanya. Kila matamanio ambayo uko nayo, kila ombi ambalo umekuwa ukiliomba, huu ndio wakati wa wewe kusema ya kwamba Mungu atanitendea katika jina la Yesu Kristo. Ninajua ya kwamba inaweza onekana ni mambo makubwa, lakini kwake Mungu hakuna lisilowezekana. Kama alimtuma mwanaye wa pekee Yesu Kristo akafe msalabani, ni kwa sababu yako. Hata hicho ambacho unakiona ni kikubwa sana, anaweza akakifanya, maana hakuna kisichoweza kufanyika mbele zake. Yeye ni Mungu mwenye uwezo. Kabidhi hata mambo hayo yako yote mikononi mwake. Ambia Bwana, ukanibebea haya, mizigo hii imekuwa ni mzito, sitaki tena kwenye mabega yangu. Maana alikuahidi akasema ya kwamba ukamletee mizigo zako zote. Jioni ya leo, siku hii, mchana wa leo, Bwana natangaza ya kwamba anaenda kukutendea. Huyu Bwana anaenda kutenda, ni kwa sababu yeye ni mwema. Katika jina la Yesu Kristo, hakuna jambo lolote yeye asiloliweza. Huyu Mungu ni mwaminifu na ni Mungu mweza yote. Ninatangaza wema wake juu ya maisha yako. Ninatangaza ya kwamba atakutendea. Hakuna jambo lolote huyu Mungu asiloliweza. Ninasema hakuna jambo lolote wewe ambaye umekuwa ukimtegemea huyu Mungu, ninasema hata kuaibisha. You are going to pass over in every situation. You are passing over. You are passing over. I say your situation, you are passing over, and you are going to the land that the Lord promised you. Every promises of the Lord upon your life, it shall come to pass. And during this period of time, before we step into the other Passover, we want to declare from this altar that you will testify. I want to declare as a servant of the Lord that you will testify in the name of Jesus. Jehovah is going to do it for you. Elohim, the creator of the heavens and earth, is going to do it for you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, in every desire to your greatness, I declare it is happening. Whatever that you are going through, your case is already settled. Every financial challenges, I declare and declare that the Lord has done it. Every marital challenges, I declare the Lord is doing it. In the name of Jesus Christ of Nazareth, every kind of sickness, I declare total healing. The Lord is healing, because the Bible says that by His stripes we were healed. And
today I want to declare that you are healed in the name of Jesus. I want to declare you are healed. Every angel of the Lord who can destroy the lives of your people has already passed over. I say that your life is already preserved. Your life is already preserved. Your health is already preserved. Your children will never go in a mess. For the Lord is protecting your children. The Lord is protecting your family. The Lord is protecting your business. The Lord is protecting your income. In the name of Jesus Christ of Nazareth, the hand of the enemy will not come across your family in the name of Jesus. You are protected by the blood of the Lamb. The blood of the Lamb is so powerful, and that power of the blood is working right now upon your life. And I say that blood is working. I say that blood is working upon your life in the name of Jesus Christ of Nazareth. May the power of the blood work in your life in the name of Jesus. When other people are going through hardship, I declare you will never face the same. When people are facing challenges, you are not going to face the same, because the power of the blood of the Lamb of Jesus Christ is at work in your life in the name of Jesus Christ of Nazareth. You are being liberated from every challenges. You are being liberated. You are being liberated. Even when the economy of this world is not permitting you to do greater things, I say by the power of the blood and the sacrifice to the Lord that you are going to experience your goodness that is coming from heaven, and your goodness shall never miss you. The goodness of the Lord shall never miss you. You are possessing that goodness. You are possessing that goodness. You are possessing that goodness. And many who will see you, they will say that truly you are innocent. In the name of Jesus Christ of Nazareth, there is no more suffering. I say there is no suffering anymore in your life in the name of Jesus. And your suffering has come to an end. Your struggles has come to an end. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, mighty Jesus. You are great I am. In the name of Jesus Christ of Nazareth, the grace has been released. I say the grace has been released. The grace has been released. In this house, the grace has been released. People are going to testify about the protection of the Lord. People are going to testify about the healing of the Lord. People are going to testify about the financial healing. People are going to testify about the elevation. People are going to be able to testify about the restoration of their love. People are going to testify about the elevation, even in their finances and everything that they are doing. In every desire, I say in this house that people are going to testify in the name of Jesus Christ of Nazareth. And as the Lord spoke to Abraham and said that at a time like this, come next year, your wife Sarai will have a child. Lord, I speak that by the time like this, in the coming Passover, in the year 2026, every desire of your people will have been met by you for the glory and the honor of your holy name. In Jesus' mighty name we pray and we believe. Can somebody celebrate the Lord? Can somebody celebrate the Lord in a very good way? I say, can somebody celebrate the Lord? In the name of Jesus. God bless you. God bless you. You may have your seat for a moment as I usher in Pastor Maniki to finalize. God bless you. Together, makofi na hapo mkono, worship of the Holy Spirit, be with us now and forevermore.